Yes, na tena wapenzi watazamaji, tunaendelea katika sehemu yetu ya pili ambapo tulishia dogo ameenda kuuza bana kile kidani kwa jamaa mmoja ambaye ananunua vitu vya thamani kama vile pete, cheni, na vitu hivyo vinakuwa mara nyingi sana ambavyo vinakuwa ni vya dhahabu sometimes au vinakuwa na madini tofauti mbalimbali. Basi tuendelee pale ambapo tulishia. Baada ya kipala kuweza kumuona dogo ameita ile cheni, akamwambia, "Wewe dogo, mtoto mdogo hivyo, umekuja kufanya nini hapa?" Akamuonesha kile kidani. Jamaa baada ya kuona kile kidani alishangaa sana. Ikabidi aweze kukipima kile kidani aweze kujua kama kile kidani kweli ni original au ni fake. Na kwa jamaa alivyokipima kile kidani bana, aliona hiki kidani mbona ni original sana bana. Agundua kwa kidani ni original, akamuuliza ile dogo, "Dogo, mtoto mdogo kama huyo mweza kupata wapi kidani kama hicho?" Jamaa dogo akamwambia, "Kidani hiki nilipewa na baba yangu." Jamaa akashtuka sana, akamwambia, "Dogo, umetoa wapi kidani hiki?" Lakini baada ya kumchunguza kwa makini, aligundua kuna dogo na matatizo ya macho bana. Walivyomgundua kwa dogo na matatizo ya macho, akaona hii ndo sehemu ya kumpiga dogo bana. Ikabidi ampige mkwara, akamchinjia dogo. Sikia, kitu cha thamani sana hiki umeweza kukitoa wapi? Hiki kitu nisipokinunua mimi hakuna sehemu nyingine unaweza kukipata dogo. Sikia nikwambie, nitakupa pesa ambayo usipochukua kwangu hakuna mwingine tena ambaye ataweza kununua kidani hiki. Dogo alikubali, akamwambia, "Nipe tu pesa yoyote kaka, kwa sababu mimi najua pesa hiyo tenda kumtibia mama yangu." Jamaa akamwambia, "Kutokana na thamani ya hiki kitu mimi nitakupatia shilingi 100,000 tu ili niweze kuchukua kidani hiki, kwa sababu nisipokichukua mimi hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kukichukua kidani hiki." Dogo akasema, dogo kafly sana. Baada ya kuambiwa atapewa shilingi 100,000 na anajua kabisa na kiasi cha pesa hicho kinatosha kwenda kumtibia mama yake. Akamwambia, "Nipe kiasi cha pesa, mimi nitaenda kumtibia mama yangu." Jamaa akaona wow, hili ni bingo, akampa cha pesa dogo, ikabidi aondoke. Dogo baada ya kuondoka kwenda kulipa bili hospitali, Kipara alifurahi sana kuona amepiga bingo sana. Oya, Kipara alifurahi kinoma yani. Wakati huo basi anaingia madam mmoja anaitwa Linda. Madam Linda anaingia maeneo hapo kwamba, "Hey boss, karibu sana bana." Anaingia madam mmoja anaitwa Linda. Kipara baada ya kumuona madam alifana kumkaribisha kwa, "Madam vipi, mbona umekuja bila taarifa?" Akamuuliza, "Kwa nini mimi nikija hapa lazima nitoe taarifa?" Akamwambia, "Hapana madam, unasokaje bila kutoa taarifa kwa sababu wewe ni bosi wangu." "Lakini nikwambia madam, leo nina taarifa njema sana bana. Kwa dogo mmoja amekuja hapa, nimeweza kununua kidani cha bei gari sana, cha bei mbaya, lakini dogo nimeweza kununua kidani hicho, nimeweza kununua kwa 100,000 tu." Madam akamwambia, "Nionyeshe hicho kidani." Jamaa akamuonesha kidani bana madam. Baada ya kumuonesha madam Linda kidani hicho, alishtuka sana na kushangaa. Akasema, "Hiki kidani kimefikaje hapa?" Lakini akigeuza akakitambua kimeandikwa jina la jamaa. Akampiga kofi Mr. Kipara, akamwambia, "Pumbavu wewe, umetoa wapi kidani hiki?" Madam ndipo baada ya kuona kile kidani, Kipara akamwambia, "Madam vipi, mbona nipiga? Kidani hiki nimekinunua kwa dogo mmoja ambaye ana changamoto ya macho." Madam baada ya kugusa kile kidani alikumbuka mbali sana. Kipindi hicho bado anampenda jamaa ambaye ni babake na mtoto. Alimwambia, "Bana, ndipo madam akachukua wakati huo kuweza kukumbuka kipindi hicho anamfuata jamaa bana. Miaka hiyo kipindi bado hapo shuleni. Akamwambia, "Samahani bana, unafikiria nini kuhusu mimi? Kwa sababu mimi nakupenda lakini bado sioni mwelekeo wote ukifanya." Jamaa akaamua kuondoka. Sasa alivyoondoka aliweza kudondosha tu kidani. Madam akakiona kile kidani akamwambia, "Samahani." Jamaa alikirudia kile kidani kwa haraka na speed ajabu, afa akakikiss bana, akakipuliza. Akamwambia, "Samahani bana, kidani ni cha kwako." Lakini akamwambia, baada ya jamaa kudondosha kile kidani akakifuata bana, akamwambia, akakipuliza akakigusa vizuri, akamwambia, "Kwa nini hicho kidani vipi?" Akamwambia jamaa, "Hiki kidani ni kitu cha thamani sana, na hiki kidani kuna mtu ambaye nitampa kwa sababu ni mtu ambaye nampenda sana na anaoendesha moyo wangu." Wakati ule ambao wako pale wanazidi kubishana na kuanza kuongeleshana kuhusu kidani hicho, jamaa alizidi kumwambia kwamba hiki kidani nitampa mtu ambaye nampenda. Kwa pembeni akamwona anapita bwana mamake na dogo ambaye ndio huyo dogo ambaye ni kipofu. Baada ya kumwona anapita pale kabidi amkimbilie bwana chap chap. Kwa hiyo madam ndio kwa mara ya mwisho kabisa kuona na huyo jamaa, akamwambia, "Hiki kidani naomba umtafute dogo ambaye amekuuzia haraka iwezekanavyo." Akamwambia, "Ndio boss, nitamtafuta dogo na nitamleta hapa." Madam alighadhabika sana. Kipara aliomba msamaha sana na madam akatoa maagizo yake. Aliendelea kusisitiza, "Naomba mlete dogo na mtafuta, hakikisha nafika mahali hapa kwa sababu na mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Aweze kuniambia kidani hiki amekitoa wapi. Labda inawezekana yule mama ambaye ni mamake na dogo kipindi yuko shuleni bado waliendelea na mahusiano na nipo chanzo cha kuweza kumpata mtoto huyo." Kipara alienda kuomba msamaha sana, akamwambia, "Usijali madam, mimi nitafanya kazi yako vema na nitamtafuta dogo mpaka nitakapompata na nitamleta mahali popote ulipo. Mimi madam nipo tayari kutekeleza oda yako popote pale nitakapompata dogo na nitamleta mbele ya mikono yako." Akanambia, "Tumia nguvu yoyote, tumia muda wowote, mchana au usiku, hakikisha unampata dogo na unamleta katika mikono yangu kwa sababu na mambo mengi ya kuzungumza naye." Akamwambia, "Sawa madam, usijali." Upande wa pili katika familia ya kitajiri, tajiri yupo pamoja na familia yake pamoja na mama yake na dada yake pamoja na baba yake wakiwa wanapata chakula. Mama yake anatuma video na kuweza kuiangalia huku tajiri akiwa anapata chakula mdogo mdogo pamoja na dada yake. Mama yake anaanza kumtolea maneno magumu sana na kuweza kumtukana na kumlaumu sana mtoto wake. "Unajua mimi najuta sana kukuzaa mwanaume kama wewe." Jamaa akamuuliza, "Mama, kwani nimekosea nini? Mbona nitukana kiasi hicho?" Dada yake akaanza kucheka, akacheka sana kwa dharau, akamuuliza, "Kwani kaka, hujui mpaka sasa hivi mama anamaanisha nini kukwambia maneno kama hayo? Anamaanisha pamoja na umri wako na mali zako na utajiri wako wote ambao ulionao na umeshikilia kampuni za familia, hauna kabisa mpenzi." Mama akamwambia, "Ndio, na sio mpenzi tu." Babake pia akadakia akamwambia, "Kwa muda huu sisi tunatamani kuwa na mjukuu katika familia yetu. Alipo mjukuu mahali hapa tuweze kumrithisha mali zetu kwa sababu sisi tukifariki hatuna mrithi wa mali zetu tofauti na wewe hapo. Tunatamani kupata mjukuu bana." Akamwambia, "Baba, mpaka sasa hivi kwa sasa hivi sijaanza kufikiria kuhusu mtoto. Kwa maana mnivumilie. Mahali ambapo utakuwa wakati ambao utakuwa tayari kuweza kupata mjukuu nitamleta." Baada ya kuambiwa vile, baba alikasirika sana. Dada akamwambia, "Sikiliza baba, niwaambie. Ukweli ni kwamba kaka ana mtoto na yuko mahali mimi nitamleta."
kumleta. Walishtuka sana, baba alishtuka, mama alishtuka, paka tajiri mwenyewe alishtuka. Mama akasababu, niambie, watuambie mtoto huyo yuko wapi? Basi naomba tuishie hapa katika kipande cha kwanza. Mtoto huyo yuko wapi? Tukutane katika episode ijayo. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment katika channel hii. Asante.